And we have known their intention. The reason they are banning Deputy President, the reason they don't want Deputy President to work from Jubilee Party Headquarters is simple. They want to destroy Jubilee. And I want to urge President Uhuru Kenyatta, you will not be remembered for the many projects and many flagship projects. You will be remembered for bringing disunity, discord, and corona of politics within Jubilee. If you do not bring Jubilee united and ensure people respect the Deputy President, the people of this country will remember you for allowing some surrogates, some pretenders and busybodies to disrespect the Deputy President as your Deputy President. It will go in history. Na hiyo nataka niwaambie SG wetu, kazi yako tulikupea tu ni kazi ya kuandika minutes, kuletea sisi makalamu, kuletea sisi chai na mandazi na maji. Sasa ile tuko mkutano ya Jubilee. Hatukukupatia kazi ya kujaribu kumkejeli naibu wa rais. Naibu wa rais kuanzia Jumatatu sisi ambao tulichaguliwa, na mimi nalipa 10,000. Sisi ambao tulichaguliwa na Jubilee tutaanza sasa cooperate for party headquarters Jubilee kuanzia Jumatatu. In fact wewe Tuju hakikishia iko maji, iko makalamu na makaratasi na chai na mandazi na mursik ikwe pale, ndio sisi tukiwork from Jubilee we can be able to see the government vision and the government agenda and the big four agenda properly. Wewe heshimu naibu wa rais, uweze leta ya mwisho, uweze leta pamoja na uwiano katika taifa letu la Kenya bila kuhusisha naibu wa rais. Na ya tatu, tunakuomba uheshimu rais na naibu wake. Heshimu naibu wa rais haimaanishi kuwa ukitusi naibu wa rais inamaanisha unaheshimu rais. Na nataka nimuulize Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye yuko ngambo ugenini kututafutia hiyo pesa. Watu hawatakumbuka kwenda kutuomba loan ama kuleta project. Watu watakumbuka wewe ulikubalia watu vikarakosi watusi naibu wako. Na haijawahi onekana katika taifa lolote. So tunataka tuseme naibu wa rais ni deputy party leader. Nimesikia akisema, unajua naibu wa rais hakuhudhuria, hati hakukuja COVID conference. Wakati mlikuwa mnakula pesa ya KEMSA na COVID, naibu wa rais alikuwa hapo. Lakini wakati mliweka corona ya ufisadi kwa mambo ya KEMSA, mnataka naibu wa rais akuja sanitize. No, tutasema sore plus mucho kwa hiyo maneno kama hiyo. So hiyo ndio nataka niseme, even if the deputy president will not allow the deputy president to come to COVID conference to sanitize the COVID millionaires. In fact, in Kenya we are having a discussion not about COVID millionaires, we are having about corona pandemic of corruption, not corona as a disease. And therefore respect the deputy president. We will not allow him to attend any process where you are trying to sanitize individual. Na kama nilikuwa tumesema, naibu wa rais alisema kama kuna watu wana support wale viongozi wengine, kama ndugu yetu hapa ni jirani wetu, kama wewe una support Raila Odinga, wewe enda Chungwa House ufanyie campaign, waache sisi Jubilee House. Na hiyo Jubilee Asili Center wanasema tuliweka hapo kwa sababu ni mahali ya sisi kushare the vision, kuengage. That is why Jubilee Asili Center is there. And therefore no one has registered it. So anybody threatening us to expel us, we want to tell him ahanze Jumatatu, yeye kwanza ni interim kama wale wengine. In fact Jumatatu, in the next 2 weeks, we want the National Executive Council to be called of Jubilee, National Delegates Conference of Jubilee. We want to elect our party officials afresh. And any interim leader must seek a fresh mandate before ordering us around.